Karibu sana Madam Salma, mkurugenzi mipango na utafiti wa shirika la nyumba katika podcast yetu hii ya ZHC. Asante sana, nimekaribia. Labda ni kwamba shirika la nyumba Zanzibar kwa muda mfupi limekuwa likipanda sana, na hii inatokana na bila shaka mipango mizuri. Ukiwa wewe kama mkurugenzi wa idara ya mipango na utafiti, hebu labda utupe mwelekeo wa mipango ya shirika la nyumba, ikiwemo mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Sawa, asante sana kwa swali lako zuri, lakini kwanza ujue kwamba shirika la nyumba ni taasisi ambayo inaongoza katika kujenga nyumba za makaazi za bei nafuu, ambapo katika mwaka huu wa fedha tumejipanga kujenga nyumba 6596 hadi kufikia nyumba 10,000 na ikiwezekana hata kufikia nyumba 40,000. Lengo kuu la shirika ni kupunguza uhaba wa makaazi nchini na kuwasaidia wananchi kupata nyumba bora na salama ambazo za bei nafuu. Kama unavyojua, wajenzi ni wengi, wanaojenga, madeveloper ni wengi, wanajenga nyumba tofauti tofauti, lakini shirika la nyumba ndio limekuwa peke yake mstari wa mbele katika kujenga nyumba ambazo ni za bei nafuu, affordable houses tunaziita. Labda mikakati ya shirika iliyopo ni kujaribu kwamba kila hatua inayopiga inamwangalia zaidi mwananchi. Inamwangalia mwananchi kwa sababu imepanga mipango mingi ya namna gani wataweza kuzinunua hizo nyumba. Kuna program zile za PSH ambazo zitamwezesha kila mfanyakazi kupata nyumba, lakini pia kuna program za zero interest rate ambazo hizo nazo pia zitamwezesha mwananchi kupata nyumba kwa bei nafuu, whether kwa kulipa yeye mwenyewe katika program zote hizo mbili au kupitia taasisi zao ambazo wanaweza wakanunua halafu wakalipa. Alafu chengine pia tumezungumza na mabenki tofauti tofauti kwa ajili ya kupatikana huo unafuu wa interest rate hadi kufikia 9% badala ya 16 ambazo unaweza ukapewa kwa mtu anayekopa kawaida. Nyumba hizo zimeshaanza kujengwa katika maeneo tofauti. Tunajenga Chumbuni kutajengwa nyumba 3,000, lakini kwa sasa kwa awamu ya kwanza tutajenga nyumba 1095. Tunajenga Kisakasaka B tayari nyumba 548 pamoja na nyumba 312 Kisakasaka D, na ujenzi huo wote tayari umeanza. Pia shirika imekusudia kuvunja nyumba zake na hata zile nyingine zilizokuwa sio zake, kama program kwa Juni mnavyoisikia kwamba inapoondoa nyumba chache lakini inakuja kujenga nyumba 1065 ambazo ni nyingi. Na tunafanya hivi kwa sababu ili kuondoa squatters, kuondoa nyumba zilizokuwa hazijajipanga, lakini tuzipange ili mji wetu upendeze. Tunataka kuleta mji mpya, na maana kama tunataka kuleta mji mpya ina maana kwamba tuvunje nyumba zilizokuweko za zamani mbovu ili tuweke nyumba nyingine ambazo zitakuwa nyingi zaidi na nzuri zaidi ili kukidhi hayo mahitaji yaliyokuwepo na kutimiza lengo la Mheshimiwa Rais kwamba ametaka pajengwe na wananchi wapate nyumba. Na yeye ndo amekuwa anahamasisha zaidi kwamba shirika lijenge. Kwa hivyo tunaendelea na hiyo azma Mheshimiwa Rais. Waswahili wanasema mipango sio matumizi. Pesa za kujenga miji kama hii mikubwa, labda tukibomoa Michenzani, tumetegemea tutajenga majumba marefu ambayo yanagharimu pesa nyingi. Watu wanajiuliza pesa hizo watatoa wapi? Ni kweli pesa ni nyingi. Ujenzi kila mtu anaujua kwamba pesa ni nyingi, lakini shirika lina mipango. Ndio maana kukakuweko pia idara ya mipango. Lina mipango mingi, whether kujenga wenyewe shirika ama pia kutumia wawekezaji. Na wawekezaji tunajenga kwa njia nyingi, whether kwa joint venture, kwa kushirikiana au kwa PPP, ama wao kama waje developer halafu tugawane share. Kwa hivyo hayo yote yanafanyika na tayari tumeanza kupokea wawekezaji ambao wenye nia kuwekeza katika hayo maeneo.
kama tulivyopokea kwa Juni, ambapo tayari hiyo programu inaanza hivi karibuni. Kwa hivyo na sehemu nyingine, kwa mfano Kilimani ama wapi kwa Hani, kote kunatakiwa kujengwe upya, kwa sababu kwa Hani tayari kulishaanza phase 1, kama sasa hivi mwendelezo wa phase 2, na yote hiyo imo kwenye program. Serikali kuu nayo inatusaidia kutupa pesa kama revolving fund, tunafanya pre-sales. Shirika inapojenga inafanya pre-sales, kwa hivyo inapata pesa kabla ya kumaliza ule mradi. Kwa hivyo zile fedha tunazozipata tunaanzisha miradi mingine mipya. Wakati tunamaliza huu tunajenga mwingine, tunakuwa tushapata zile lump sum ya kuweza kuanzisha mradi mwingine. Pamoja na kwamba pia tumshukuru Mheshimiwa Rais anakuwa ametusaidia fedha nyingi. Kwa hivyo katika hali ya ujenzi ni ile kupanga mipango, na mipango yetu iko mizuri, imenyooka, na inshallah tutaweza. Nisikia Mheshimiwa Rais katika moja ya hotuba zake amependelea au ameagiza kwamba hizi nyumba za kisasa zijengwe katika kila wilaya au mikoa. Sijui katika hilo mipango yenu ikoje? Asante. Mipango hiyo ipo, na kwa taarifa yako tu kwamba mpango huo umeshaanza. Kwa kuanzia tumeanza Kisakasaka, wilaya Magharibi B, ambapo tayari kunajengwa nyumba hizo 548 na 312 Kisakasaka B na Kisakasaka D, na Kisakasaka ziko 4, kuna A, B, C na D. Kwa kuanzia tumeanza hiyo wilaya hiyo moja, alafu tutakuwa tunaendelea na wilaya ambazo zimebakia. Na mjini ndio hiyo wilaya Magharibi mjini, ndio hiyo mjini kabisa, ndio tunavunja nyumba hizo za Kikwajuni. Kilimani zitakuja kuvunjwa, kwa Hani zitavunjwa. Kwa hivyo ina maana kwamba tayari mjini itakuwa imekamilika, na tutaendelea kusini, tutakwenda kaskazini. Idara ya mipango na utafiti inatumiaje tafiti na takwimu katika kubaini mahitaji halisi ya makazi kwa wananchi? Idara ya mipango tafiti hatukufanya ile intensive utafiti, lakini utafiti uliokuweko, shirika inapokea maombi kila leo. Inaweza ikapokea maombi kwa mwezi mmoja, hata maombi 100. Watu wanahitaji nyumba za makazi, wengine wanahitaji nyumba za kununua, wengine wanahitaji nyumba kununua kwa mkopo. Kwa hivyo zile zinatupa nguvu shirika kuona ya kwamba kumbe mahitaji ya nyumba yanatakiwa, mahitaji yako mengi zaidi ya nyumba. Lakini chengine pia kuthibitisha hilo kwamba hakuna nyumba ambayo tumeijenga au tulizomaliza kuzijenga zilizokuwa zimekaa hazijanunuliwa. Kwa hivyo tayari nyumba zote zimeshanunuliwa, na bado maombi ya kununua katika taasisi, wizara nyingine, watu binafsi bado wanazihitaji. Kwa hivyo na maana hiyo inatupa ushahidi kwamba nyumba zinahitajika. Pamoja na hayo maombi ambayo tunayapokea, watu wanaohitaji nyumba kwa ajili ya kukodi. Wananchi wamekuwa wana wasiwasi kidogo kila wakisikia kwamba Mheshimiwa Rais anaimarisha miundombinu ya barabara, na kuna tetezi kwamba katika miundombinu hiyo ya barabara tunatakiwa kupita majumba kidogo yaliyokwenda shule, yani magorofa. Wasiwasi wao mkubwa ni kwamba nini mustakabali wao katika yale makazi au maeneo walioyazoea. Kama hivi hata tunaona katika mradi wa Kikwajuni wananchi kidogo walikuwa wameleta wasiwasi kama huo. Sijui wananchi wa Michenzani mipango ikoje yani kwa ujumla? Mipango ya Mheshimiwa Rais si kuwaondoa watu na kwenda kuwatupa sehemu nyingine bila makazi. Hilo halipo. Labda ni watoe tu wananchi wasiwasi kwamba mipango ikishakupangwa kujenga nyumba mpya, basi wajue wao wataondoshwa, watawekwa sehemu maalum kwanza, alafu nyumba zikishakujengwa watarudishwa. Na huo ndio mpango ambao ulikuweko sasa. Nyumba za barabarani zote tunahitaji miji mipya, tunahitaji mji upendeze, uwe mzuri, kwa hivyo lazima zivunjwe. Kwa sababu nyumba zilizokuweko barabarani nyingi ni vibanda ambapo mandhari haiwi nzuri, haipendezi. Kwa hiyo tunataka tuweke mji, kama tunataka kujenga mji wetu safi. Unajua kila maendeleo yanakuwa na athari zake kidogo. Huwezi kusema ufanye maendeleo lakini kila sehemu ibakie kama ilivyo, hapana. Ukitaka kuhuisha mji lazima ubomoe, ujenge.
Kwa hivyo na maana zitabomolewa, lakini na wao watarudishwa. Kama mtu ana nyumba yake atarudishwa, zitajengwa mpya, atakupelekwa sehemu ambayo atakaa kwa muda kiasi ambacho kutajengwa, alafu atarudishwa. Kama watu wakikwajuni nao pia wenye nyumba zao watarudishwa. Hii mipango kwa sasa inaonekana imekuwa na kasi sana, kwa sababu shirika la nyumba liko muda mrefu. Hebu tupe siri, kwa nini mipango sasa hivi imekuwa ya haraka haraka na mambo yake mazuri? Mimi niseme nimshukuru Mheshimiwa Rais. Namshukuru Mheshimiwa Rais, amekuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba shirika linakuwa, na ametujiletea kijana shupavu ambaye anakwenda kwa mwendo wa kasi sana na kufuata yale maoni yote ambayo Mheshimiwa Rais anayataka. Kwa hivyo hali hiyo imepelekea kwamba pia nalo liende kwa kasi. Kumbuka kwamba hata makusanyo yetu pia yako vizuri ukilinganisha na miaka ya nyuma. Okay. Kwa sababu sasa tunauza, tunakodisha. Hata nyumba zetu za Mji Mkongwe baadhi tumezitoa katika uwekezaji, tunapokea kodi nzuri. Kwa hivyo shirika liko vizuri, linaweza kujiendesha na kuendelea kujenga nyumba nyingine nzuri. Kwa hivyo niseme tu zaidi kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais, anatusaidia sana 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 kimawazo, kifikra, kifedha. Kama Dr. Mwinyi angelikuwepo hapa kwa miaka 40 nyuma, unahisi kwa mipango hii inayokwenda kwa kasi tungekuweko wapi sasa? Yani sitaki kuwa mnafiki kusema kweli, yani angekuweko tangu zamani, yani sio miaka 40 tu, miaka 20 tu, basi huu mji ungekuwa kama miji tunayozungumza, sijui huko Madubei, sijui wapi, huko kwenye miji Netherlands au Ujerumani, miji ambayo imepangika, miji ambayo ina barabara nyingi, kwa sababu kumbuka kwamba amejenga mpaka zile feeder road. Mimi sijawahi kufikiria, kwa sababu kuna sehemu ulikuwa unakwenda unakuta matope, yani gari yako siku za mvua unafikiria kwamba yani nikishakupita hapa nikirudi nikaioshe nikenda niwe, lakini sasa unakwenda miji misafi, barabara kila sehemu, nyumba ndo zinajengwa hizo. Kwa hivyo yani niseme kwamba sio miaka 40 ambayo unasema kumbuka kwamba miaka 4 tu, angalia mabadiliko yaliyokuweko 5. Yani kwa 60% mpaka 80%. Mtu aliondoka labda miaka 4 hakuja Zanzibar, kija ataiona vinginevyo kabisa. Vinginevyo, developer wa nyumba wako wengi, barabara zinajengwa kila sehemu, maskuli, hospitali hayo, unaona. Kwa hivyo yani tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, ampe umri mrefu, ampe na uzima.